wakati wako Safaricom ilizungumza nasi. Hii leo inajibu tu kwa ujumbe mfupi wa SMS. Hata hivyo, Bob ulijenga Safaricom kufikia thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1 kati ya mwaka 2010 hadi mwaka 2019 ulipoiaga dunia, si kwa faida pekee bali kwa kusudi. Ulithibitisha kuwa ukuaji na utu vinaweza kuishi pamoja. Ndio maana ulitambuliwa kimataifa. Nakumbuka ulipewa mataji kama vile kiongozi bora wa biashara wa kimataifa wa Africa Investor mwaka wa 2016 huko New York. Nakumbuka pia ulipewa tuzo la Africa Investor SRI ya mtendaji mkuu wa mwaka wa 2017 pia huko New York, na mwisho kabisa mtendaji bora wa mwaka wa 2018 katika tuzo za Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyofanyika mjini Nairobi inayoongozwa na Gavana Johnson Sakaja. Hadi leo, Bob Collymore, wewe ndiye Mkenya wa mwisho kutangazwa mtendaji mkuu wa mwaka kwa maana ya CEO of the Year chini ya mfumo wa Africa Investor. Sijui kama bado unakumbuka siku za kuzaliwa maarufu kama birthday. Safaricom wakati wako ilikuwa inapatiana 1 GB ya kushtukiza iliyotua bila kutarajiwa. Siku hizi siku za kuzaliwa hupita kimya kimya, hakuna data. Ni bahati hata siku hizi kuitwa mteja mpendwa. Vifurushi sasa ni ghali, dakika za kupiga simu ni ghali. Ni vigumu hata kufikiria kusimama karibu na minara ya Safaricom. Waweza hisi ni kama utatozwa. Bonga point zetu siku hizi zinakatwa bila ridhaa. Bob, japo Safaricom bado inavuma, Wakenya wengi wamehamia kwa washindani kimya kimya, si kwa sababu walitaka, bali kwa sababu njaa hufundisha nidhamu. Leo watu wanasema watazidi kuimiliki laini ya Safaricom kwa sababu ya M-Pesa peke yake, si eti kwa sababu ya mapenzi yao kwa Safaricom. La hasha, na wala sio uaminifu. Hizi mapito ni za kusikitisha, ni hadithi za kuogopesha, udanganyifu na utapeli, bila kusahau utekaji. Sasa watu hunong'ona kwamba haya yote yalianza tu Bob Collymore alipoondoka.